kuongelesha. Kama nilivyokuwa ninawaambia mbeleni, jina langu ni Lucy Mwende. Nimeokoka na mpenda Kristo. Nashiriki katika Mwihoko. Mnajua Mwihoko? Wangapi wanajua Mwihoko? Washiriki upande wa Mwihoko ya. So mimi upande wa Mwihoko nashiriki kanisa la Full Gospel Tumaini Church. So wakati wote ukitembea huko na una mahali pa kwenda unaweza karibia, si ndio? Na msikuseme umekaribishwa na Mwende, si ndio? Yaani nimefurahi sana kushiriki mahali hapa siku ya leo. Nilikuja mapema, nilikuja asubuhi, nilikuwa nasikia baridi. Lakini tukaimba worship, tukaimba praise, nikafurahia na nikasikia poa. Na hata nafurahi kuwaona nyuso zenyu. Yaani mko na upendo. Asante sana, nashukuru. So, first of all, pastor, wakati nilikuwa nimekaa pale, pastor akaongea kuhusu tithe. Mimi ndio nilisema hapana. So nilikuwa nataka ku-clarify kidogo. Niliona lazima ni-clarify hiyo kitu kwa sababu mimi natoanga tithe. Na najua maana ya kutoa tithe. Na wacheni niwaambie, ndio nirekebishe hiyo kitu. Wacheni niwa-encourage niwaambie. Kutoa tithe haufaidishi mtumishi wa Mungu. Ama usaidii Mungu. In fact, for example, ni kama anko yako amekununulia switi. Na amekununulia switi ya 10 mbili, alafu anakuambia, si unisaidie moja. Of course, si ati anataka ile switi, anataka kuona kama unaweza ukampatia, kwa sababu akitaka anaweza enda jinunulie, si kweli? So, ukitoa tithe autolee mchungaji. In fact, mimi nimekuwa katika class ya discipleship na doctrine huko kwetu na graduate, na tukafunzwa sana kutoa seed, tukafunzwa tithe, tukafunzwa hiyo mambo yote, na naweza nataka kuwahimiza niwaambie. Ndio maana saa zingine unakuta watu wenye tuko katika njia za Mungu tunalemewa ama tunashindwa na watu wa dunia, kwa sababu watu wa dunia katika kutoa ama katika kulipia gharama wanajitolea sana. Unakuta mtu ameenda kwa mganga, ameitishwa kuku sijui ya green, atatafuta sijui ya red, atatafuta hiyo kuku mpaka ipate na atatoa. Lakini sisi hatutaki kugharamika. Na for example, ule mtu amegharamika ama ile kitu yenye imekukuta, mwenye alifanya kukute aligharamika. Nini nafanya ufikirie ndio hiyo kitu Mungu aweze kuirestore ama kuitoa? Hakuna gharama. Lazima kukuwe na gharama, si ndio? So ni vizuri tujifunze kutoa. Nilikuwa nataka tukuongea hiyo si ndio imenileta ni mimi ndio nimesema hapana. Na kitu nimefanya niseme hapana, vile umetuuliza kama ukipewa milioni 1 unaweza toa 100, nilielewa 100. Nikaona ufai kutoa 100. That's why nilisema hapana. Kwa sababu 10% ya milioni 1 si 100. So nilisema out of kutokuelewa. Mimi mtoaji tithe, mimi natoanga. In fact nataka kuwahimiza mkuwe na hii namba kwa nyumba. Mimi hata singojeangi Sunday ifike. Ile knowledge nimepata, natoanga na namba ya kanisa yetu. Pale natakanga nikipokea pesa, kitu ya kwanza ikikuwe ni kutoa tithe. Kwa sababu ninajua hiyo siri. Na tukafunzwa mambo mingi, hata naweza ongezea niwaambie, si lazima utoe pesa, unaweza tithe hata masaa yako. Hiyo ni kitu pia nilisoma nikajua. For example, unasema kila asubuhi nikiamka napatia Mungu masaa mawili. That is tithing. Because si lazima ungeenda kupika chai, ungeenda kuangia nguo, ungeenda kazi, ungefanya vitu vingine, lakini unaweza amua I will be tithing to God 2 of my hours every morning. Nilikuwa nasoma neno. Anyway, hiyo si nilikuwa imenileta, nilikuwa nataka ku-clarify. Mimi nimetoka katika kampuni inajiita Mindful Kenya. Mindful Kenya sisi tunadeal na afya ya akili ama mental health. Wangapi wanadeal? Okay, nataka nione nani amedeal of late amekuwa kideal na afya ya akili yake. Nataka tu nione kwa ishara ya mkono. Hakuna mtu amekuwa akiangalia afya yake ya kiakili. So siona hiyo ni kumaanisha kile inafanya watu wasiinue mkono. Tunaelewa na ndio maana tuko hapa na ndio maana tunafanya hii kazi, kwa sababu watu wengi hawaelewi hiyo ni nini. Hawaelewi hivyo hata nikusema nini. Kuna physical health na kuna mental health. Physical health ni afya ya kimwili. Afya ya kimwili ni ile unasikianga kahoma unachemsha ndimu. Ukiumwa na malaria kidogo unaenda hospitali. Ukiumwa na kamguu unachoma na maji. Physical health tunajua kuizingatia sana. Lakini watu hawazingatiangi mental health, na sio kutaka ama kutotaka. Wengine ni kutojua. That's why tuna create kitu inaitwa awareness. Tunaenda kwa makanisa, mashule, tukiongelesha watu ndio watu waweze kupata ufahamu na kujua afya ya akili ni nini, inafanya kazi aje na unaweza
at least nani anakunywa 8 glasses of water kila siku? Because hivyo ndio inafaa. Wow, that's nice. Haya, nani anafanyanga tizi hapa? Anafanya exercise. Yeah, that's nice. Tunaona hiyo ni vizuri because watu wanafikirianga watu wanafaa kufanya exercise ni wale watu wanono ama watu wako na kitambi. Si ni kweli? But nataka kukuambia kila mtu anafaa kufanya. Unaona wakati unafanya exercise, kila kiungo cha mwili wako kiko involved. Kila kiungo, nervous system, yani kila kiungo kenye kimetengeneza mwili wako kinakuwa active. Si ni kweli? Na wakati kila kiungo kinakuwa active, mwili wako hata unatoa magonjwa, yani unaweza kukua active. Ni only wakati unafanya exercise ndio utakuta kuna viungo vya mwili wako hazitakuwa zikifanya kazi kwa muda, lakini wakati unafanya exercise kila kiungo kitakuwa involved. Si ni kweli? Na pia wakati unafanya exercise, hewa ambayo ni oxygen ambayo inafaa ifike kwa akili itaweza kufika vizuri. Wakati mwingine ukiwa depressed ama ukiwa na stress ama ukiwa na mashida unaweza kukuta hata ni kama hewa itakuwa ikifika vizuri kwa akili. Tuko pamoja? Lakini wakati unafanya exercise, hewa lazima oxygen itafika kwa akili. Haya, nataka tujue what is mental health. Hata nimewaambia nataka tujue what is mental health. Ndio maana watu unajua akili ikiwa gonjwa hautakuta ati mtu amewekwa bandage hapa alafu anatembea hivi. Ati akili iko na shida. Si kweli? Hautajua. Sio kama mguu, sio kama macho, sio kama tumbo ati mtu atashika hivi ujue kuna shida. Ni vigumu sana watu kujua kama kuna shida ya akili. Hata mtu mwenyewe ni vigumu kujijua kama kuna shida ya akili saa zingine bila maarifa. Na kama vile neno la Mungu linatuambia, the people of God perish because of lack of knowledge. So tukiwa na hii knowledge tutaweza kusaidia marafiki na wale wa karibu. Mental health is the state of your mind. Mental health is the state of your mind. Ni hali ya akili yako. Kuna hali nyingi. Hali inayofaa ni hali ya healthy. Hiyo ni hali inayofaa. Ukiwa uko na akili iko sawa, tutasema your mental health is healthy, iko sawa. Na akili imetengenezwa na nini? Okay, mental health affects how you feel, how you behave and how you react. Tuko pamoja? Nimesema mental health ina affect vitu tatu. Vile unafikiria, vile unasikia na vile utaact. Nataka narudia mara ya tatu ndio uone connection hizi vitu. Mental health is a state of mind that affects how you think, feel and then react. Hizi vitu tatu zimeshikana kwa sababu gani? Fikra ni nini? Ama mawazo ni nini? Nani anaweza niambia what is thoughts? Thoughts ni nini? Thoughts ni vitu ambavyo vinaingia kwa akili yako vikitoka. Vinaingia kwa akili